utulie wakati Bwana amekupa agizo. Shetani au adui anakufanya utulie wakati Bwana amekupa agizo. Kwa nini sifanikiwi? Yaani maana yake shetani au adui amenikamata, amenifanya nitulie wakati Bwana amekupa agizo. Yaani Mungu anakuambia agizo, mwanangu, nitumikie. Lakini shetani anasema usitumike, wewe kaa tu. Anasema kaimbe, nenda fanya huduma ya kuimba. Shetani anakuambia wewe uanze kuimba kupeuka midomo yako, huni hata aibu. Wewe kaaga tu. Sema Mungu anakuambia mwanangu nitumikie, tunaenda mbinguni kucheza. Sema nianza kucheza kwa watu, hasa sisi ambao tunajifanya sisi tuna akili wasumi kidogo. Mimi kwa pamoja na elimu yangu pamoja sisi na utumishi serikali, lakini nikiwa kanisani ninamwimbia Mungu, ninacheza. Haijalishi kwamba ikoje, nikienda kule nitakuwa mstaarabu huko unakokwenda. Lakini mbele za Mungu hakuna cha ustaarabu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Yaani watu kutakuwa akipewa tu nafasi kidogo, yaani kutembea, yaani naenda tembea kiunyenyekevu yana. Kwa nini wenzake wanaona kwamba yaani siji ikoje? Shida nini? Ameinuliwa tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu ametupa kazi. Anasema utawezaje? Yeremia 47:7a. Soma Yeremia 47:7a. Ukiandika utawezaje kutulia kama Bwana amekupa agizo? Mungu amekupa agizo la kuwepo hapa kutumika. Amekupa agizo la kutumika mahali popote. Kwa nini uko hapa? Uko hapa kwa kusudi la Mungu. Uifanye kazi ya Mungu mahali hapa. Au kanisa lote ulikotoka, pale ulipo Mungu amekuweka ili ufanye kazi ya Mungu. Asemeje hapa? Yeremia 47:7. Sasa asemeje? Nitasoma. Utawezaje kutulia ikiwa Bwana amekupa agizo juu ya hapo msema 7a tu. Sio umeandika 7 hapo? Hebu sema utawezaje kutulia? Utawezaje kutulia ikiwa Bwana amekupa agizo. Utawezaje kutulia? Yaani hutaki kutulia. Mungu amekupa kazi. Amekupa agizo la kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini njia nyingine ambayo shetani anaitumia, hiyo ilikuwa ya ngapi? 10. Hufanya kuwa Mungu hawezi kurudisha miaka aliyofanya uharibifu katika maisha yetu. Shetani hufanya kuwa Mungu hawezi kurudisha miaka aliyofanya uharibifu katika maisha yetu. Shetani anachokifanya, anafanya kwamba miaka aliyofanya uharibifu Mungu hawezi kurudisha tena. Yaani kama ulianguka kwenye dhambi, Mungu anasema kwamba yaani huwezi kurudi tena kwenye dhambi. Huwezi kurudi tena. Ndiye anachokifanya shetani. Anakufanya kwamba uonekane kama huwezi kurudi tena, hawezi kukurudisha tena. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Shetani anafanya kuwa yale aliyoharibu kwako Mungu hawezi kurudisha tena. Ni muongo. Mungu huwa anarudisha. Tusome Yoeli 2:25. Anasema miaka iliyoliwa na nzige na parale na mabandu na tunutu, hiyo yote Bwana anairudisha. Yaani vitu vyote ambavyo shetani alikula kwako, alikusababisha ugonjwa, ulipata hasara, ulifanya nini, lakini hivyo Mungu anasema anavirudisha tena. Lakini shetani anachokifanya, anakufanya wewe eti uonekane kwamba Mungu hawezi kurudisha. Naomba tusome hapo Yoeli ngapi hiyo? Yoeli 2:25. 25. Ndio. Tutasoma. Nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na palale na madudu. Nani nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nani? Nzige, kingine? Palale kingine? Madumadu. Na tunutu, jeshi na tunutu. Ngoja tuishie tu hapo. Tutaendelea. Wapendwa, umesikia hapo? Amen. Rudisha. Bwana Yesu asifiwe. Mungu yuko tayari kurudisha. Hali yako, asema mwenye haki wangu ataanguka mara 7 atasimama tena. Kwa Mungu yuko tayari kukuinua tena, kukurudisha tena. Haijalishi huko nyuma ilikweje. Haijalishi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani haijalishi. Haijalishi. Asema vitu vilivyoliwa. Umeharibiwa na nani? Nani aliyekuharibiwa maisha yako? Vitu gani unaona vimepotea kwako? Lakini mwambie Bwana, nimeshatambua tayari
mbinu za shetani. Kwa sababu ameshatambua mbinu za shetani, maana yake tayari Mungu yuko tayari kukuinua tena au kuniinua tena. Asema vilivyo. Lakini mwisho 11, pointi ya 11 hapo, kukusababishia au kukuletea hofu, woga, kukusababishia hiyo njia nyingine, kukusababishia au kukuletea hofu, woga, wasiwasi. Yaani anachokifanya anakusababishia woga, hofu, wasiwasi. Kumbuka, tunaangalia njia. Kwa nini sifanikiwi? Kwa nini sifanikiwi? Nimebaki pale pa, kwa nini nachelewa kuingia kwenye mafanikio yangu? Shetani anakusababishia hofu, wasiwasi, woga. Anakuambia tu, yaani kitu ambacho utakuwa ukifanye, yaani yeye anachokifanya anakusababisha kwamba uogope. Yaani kitu cha kawaida na kibaya sana. Hebu tumesoma pili. Tumesoma pili pale 1:7. Tumesoma pili pale 1:7. Ukiona andika tumesoma pili 1:7. Asema maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Mungu, hebu sema Mungu hakutupa roho ya woga. Mungu hakutupa roho ya woga. Umeona? Yaani kwa ukiona wewe unaogopa, hiyo ni roho ya shetani. Kuna watu wanaogopa. Mungu anakuambia kwamba unatakiwa mwanangu fanya biashara fulani, lakini unaogopa kwenda kuanza biashara hiyo. Sema hivi, mimi nitaanzeje? Mimi nilivyo hivi, aidha ni mrefu sana au mnene sana au koje. Unaanza kwa hivi, itakuwaje? Hivi mimi ninavyoongea hivi sijui Kiswahili vizuri, itawezaje? Nitawezaje kufanya hivi? Hiyo ni roho ya woga. Mungu uko ndani ya utumishi, inawezekana wewe unatakiwa utumike, unaanza kuogopa kumtumikia Mungu. Unajua shetani ndiyo roho ya woga, na wote wanaoogopa hawataenda mbinguni. Mungu anasema wenye woga, wanaoogopa sio wa kwake. Kwa shetani anachokifanya analeta hofu. Ile Maombolezo sio ni 3 ile. Maombolezo sio 3:47 pale. Maombolezo 3:47. Sio kama ni hapo. Anasema hofu inapokuja inakujia. Naomba kama ni hapo mmoja unisaidie hapo. Inakujia na lishimo ikiwa na uharibifu ndani yake. Maombolezo ni 3. Soma tu mtumishi hapo. Nitasoma. Hofu imetujilia na shimo ukiwa na uharibifu. Umeona? Limeachama. Yaani ni hofu inapokuja ilikuwa limeachana na shimo ndani yake. Yaani wewe haidi hivi. Sawa? Yaani hofu inapokuja kwako inakuja kukumeza. Unamezwa, unapoteza kabisa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Katika maeneo hayo ambayo nimezungumza sasa, hebu naomba niende point moja. Niingie nifafanue point moja. Point moja wapo. Hebu rudi kwenye point nilizosema. Point ya 4 ilikuwa inasemeje? Inasemeje? Watu wa nyumbani kwenu. Mtu wa nyumbani kwenu. Kwa nini iwe ni njia moja wapo ya shetani anayoitumia kukomesha au kuchosha kwenye mafanikio yako? Kwa nini? Na kwa namna ipi? Moja ya mtaji mkubwa. Naomba nitoe ufafanuzi wa point hiyo. Moja, hebu soma kwanza Mathayo 10:36. Ninafafanua point hiyo. Ndugu zangu, tuko hapa tulipo sasa kwa sababu inawezekana moja wapo kati ya mambo 11 niliyosema. Point hii, watu wa nyumbani kwenu, anaweza akawa ni adui mkubwa sana kuharibu katika maisha yako. Moja ya mtaji mkubwa ambao shetani anautumia kukwamisha ni mafanikio yako ni kupitia watu wa nyumbani mwako. Anasemaje hapo 10:36? Na adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Hebu sema adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Sema tena. Adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Hivi amesema wale jirani zake? Adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Siku moja Yusufu, waliomfanya Yusufu aende akatupa kwenye birika, auzwe utumwani, ni wale wa nyumbani mwake, kaka yake na ndugu zake. Na huyo kaka yake ndiye alienda kumtoa kwenye birika. Baada ya kwamba wamemtunguza kwenda kumtoa kule. Kwa Yusufu alipitia changamoto mpaka anapelekwa gerezani kwa sababu ya watu wa nyumbani. Adui wa mtu ni wale wa nyumbani mwake. Kwa inawezekana wewe unafanikiwa ufika hapo, kuna ndugu yako mmoja
anakwambia usifanikiwe. Ukifanikiwa sasa, kwa nini anafanikiwa huyu? Haijalishi na kwaje, si kwamba unajua kwamba ndugu zako wote ni wabaya, hapana. Lakini kuna ndugu watu wa nyumbani mwako wengine, aidha mliozaliwa kwa mmoja, mliozaliwa wote, mtoto wako vyovyote vile, anawezekana kama. Kwa nini? Kwa sababu hata si kwamba yeye anakuwa, isipokuwa shetani. Kuna siku moja inazania ni Marko, ukisoma ile Marko 8:33, siku moja sema, siku moja Petro alikuwa anatembea. Uone sasa mtu wa nyumbani wake alivyo mbaya. Walikuwa wanatembea wako na Yesu. Katika kutembea kwake ikafika wakati Petro, ni nani sasa tatu hapo? Asema alichokuwa nakisema kile alikuwa ni shetani. Na ndio maana akamwambia, rudi nyuma wapi? Shetani. Lakini hivi wewe, yaani wewe mtumishi wa Mungu, mmeongozana, mnatembea. Mnaongozana, mnatembea vizuri. Tuko na mama nani ana mke wangu hapa. Tunaongea sasa, ijelito mnaongea nini, ila mnatembea. Naambia rudi nyuma shetani. Hivi ni shetani? Hapana. Sio shetani. Ni nani? Ni mke wangu. Lakini nimemwambiaje? Rudi nyuma shetani. Hivi Marko nani anasema hivi? Hebu kama wewe unasali au na wako mko na mchungaji wako anakuambia rudi nyuma shetani, utasali? Wewe mzee wa kanisa mtu utasali? Mwambia mnatembea kwamba rudi nyuma shetani, wewe ni shetani, rudi nyuma shetani. Hapo alikuwa semaje hapo? Hebu soma hapo, soma. Nitasoma. Anasemaje hivi nimeelewa kwanza, nimeelewa. Sijui kama ni eneo hilo. Hebu soma. Akageuka akawatazama wanafunzi wake. Akageuka akawatazama wanafunzi wake. Yaani maana kama hivi nilikuwa na mama Esther hapo mke wangu, nilikuwa natembea naye. Huwezi kwa unatembea unamwambia rudi nyuma shetani bila kugeuka kumwangalia. Kwanza muangalie. Hapo mwambie rudi nyuma. Akasemaje? Akageuka kwa wanafunzi wake akasemaje? Akamkemea Petro akasema, nenda nyuma yangu shetani. Nenda nyuma yangu shetani. Akamkemea, nenda nyuma yangu shetani. Adui wa mtu ni wale wa nyumbani mwake. Hebu sema adui wa mtu ni wale wa nyumbani mwake. Adui wa mtu ni wale wa nyumbani mwake. Sasa sikiliza, siku moja huyo Yuda wameongea huko akasema, haya tunataka kwenda kumkamata Yesu. Akasema, jamani, nitakaye mbusu huyo. Akakimbia akambusu mwa. Huyo asema huyo ndio mbusu, ndio anawaambia huyu ndio adui yangu, sasa ndio huyu kamateni. Kumbuka Yuda alipopenda kwa Yesu, lakini Yesu anachomfanyia Petro. Adui, naomba nielewe point hiyo. Sasa hapo si kwamba ndugu yako anaweza kama adui namna gani. Shetani anaingiza maneno ya adui ya mabaya. Petro hakuwa shetani. Ila maneno aliyosema saa zile yale, aliyokuwa sawa yale ndio alikuwa shetani. Yaani mimi nawezekana nikafanyika shetani kwa mke wangu au nikafanyika shetani. Kwa nini? Shetani akatumia kwa dakika hizo maneno unayozungumza. Nazungumza maneno gani? Ni kitu gani unachozungumza kwa wakati huo? Maana shetani anakutumia kwa wakati huo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wazee wa kanisa. Yaani shetani anaweza kukutumia kwa dakika moja tu kwa ajili ya washirika, kwa ajili ya mchungaji. Kwa dakika hiyo hujui unazungumza nini. Ombea mdomo wako, ombea kauli zako, ombea mwenendo wako, ili shetani asije akatumia kauli yako kukuzuia mafanikio yako. Kwa adui wa mtu ni wale wa nyumbani mwake. Kwa wa nyumbani mwako wanaweza kukamata mafanikio yako. Kuna watu wamekamatwa mafanikio yako kwa ajili ya ndugu zao. Inawezekana wengine walikufa ni babu zetu. Walitambika mambo gani juu yetu? Walisema mambo gani? Inawezekana ni ndugu zetu ambao tulikuwa tunawapenda, tutoka tumbo moja. Walienda kutambika. Walienda kunena mabaya. Inawezekana wengine wanaishi lakini ni wachawi wa kupindukia tunao. Ni nani anatakiwa kuonyesha kama sio Mungu ni nani? Hakuna mtu atakaye kuonyesha kama zaidi Mungu ya Mungu. Atakuonyesha, atakwambia yule na yule. Inawezekana wengine tunakula sahani moja. Inawezekana wengine tunatembea nao wote, tunalala pamoja, tunaishi pamoja. Hujui kwa wakati huo. Na shetani na Mungu anachotazama, anatazama moyo. Amekuweka hapo wewe. Kwa nini amekuweka? Na kwa nini ubarikiwi? Kwa nini sifanikiwi? Je, mimi maisha yangu atakukumbe adui wa mtu nyumbani wake? Hujui katika pointi. Je, ni nani?
Je, adui yako yuko wapi? Hivi unavyoendelea na somo hili, hebu anza kutafakari, nani aliye ni adui yangu katika maisha? Huwezi ukamwona kwa macho ya nyama haya, huwezi. Mpaka Mungu akufunulie. Ikana la wasilia. Sikiliza. Mahali popote unapoishi ambapo upo, hujui huyu anakuazia nini, huyu anakuazia nini. Na ndio maana inawezekana mnauza vibama wote pale pale. Mnauza sijui miwa pale pale. Mnauza duka wote, mko jirani hapa. Mmepanga nyanya pale pale wote. Sijui mmefanya nini wote pale pale. Hujui. Na wakati mwingine mnasalimiana. Je, mwenzako anatumiwa na nini? Ni nani anayemtumia huyo? Na wakati mwingine unakuta mwenzako mko anafanya wote, amenunua magari, amejenga, amefanya nini, lakini unauza kitu kimoja hivi. Kuna watu wako hapa wanafanywa biashara na watu wengine. Inawezekana unakula chakula hushibi, lakini kuna mtu anakulia chakula hicho. Lika. Sikiliza. Kwa nini ninachelewa kufanikiwa? Kwa nini ninachelewa kufika kwenye hatima ya maisha yangu? Je, mimi niliumbwa nibaki hivi? Je, aliyefanikiwa yule, kwa nini amefanikiwa? Sikiliza. Mungu anategemea kukukomboa. Anatakiwa kuondoa hapo lipo. Anasema wote watakao niita kwa jina langu nitawaitikia. Nitakuwa pamoja nao katika tabu yangu. Mungu yuko pamoja nao kwenye tabu yako. Mlilia Bwana. Siku moja wakati nikiwa darasa la ngapi, nilimwambia Mungu, wakati wenzangu wale wakanikamata. Kuna watu walinikamata, wale wenzetu Waislamu, walizakana wao kwa Uislamu. Mpaka sasa hizi nina alama yao iko hapa. Nikiitwa nimeokoka, ninaongoza wanafunzi nikiwa mimi, Mungu aliniita nikiwa bado nasoma. Nilikuwa ni mwenyekiti, nilikuwa na wanafunzi 250. Wanakasi watangaza ni wao yashuhudia. 250. Ninasali. Wakaokoka wanafunzi Waislamu 5. Wakapata mashehe habari zao na watu wengine. Wakasema tutaenda kukamata kale katoto. Narudi mpaka saizi alama iko hapa. Nikiwa sekondari. Mpaka nikamata. Sijakaa vizuri, kisu mkononi. Lakini ingekuwa inawezekana ingekuwa mazingira hayo wewe, ungesema basi kama Mungu hapa tunaishana hapa. Siku tena nimeenda chuo, nimeenda chuo wakati nasoma wanafunzi 300. Nikiwa niko wanafunzi 300, ni mwenyekiti wa Kasfeta. Ni mwenyekiti ndio mchungaji.